Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo tarehe 13 ninakuletea habari njema tena za Kristo Yesu wa Nazareti aliye hai. Leo nataka tukajifunze kwa ufupi juu ya neno msamaha. Kwa nini msamaha? Ni kwamba watu wengi wamefungwa katika eneo hili na tumelichukulia kama ni jambo la kawaida, lakini nataka nikwambie ndugu yangu, kama kuna vitu vitatuzuia kwenda mbinguni, au kama kuna vitu vitatuzuia kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, au kama kuna vitu vitatuzuia kumruhusu Roho Mtakatifu kufurika ndani yetu, ni pamoja na kushindwa kusamehe. Sasa haka ni kakipengele ambako natamani leo tukaelewe. Sasa kwa haraka haraka, tunavyozungumzia neno msamaha, ni jambo la kuachilia makosa bila kisasi au bila kuweka kinyongo cha aina yoyote. Wakati fulani mtu anaweza akasamehe, lakini bado ndani hajasamehe, kwa sababu kusamehe ni jambo la ndani. Kusamehe sio jambo la nje. Ndio maana wengi anaweza kaonekana nje amesamehe, kwamba jamani nimemsamehe yameisha, lakini kumbe ndani bado kuna kinyongo. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kisasi bado kitaendelea ndani ya mtu yule. Sasa tunaposamehe, tafsiri yake ni kwamba tunaachilia, tunafuta, hatukumbuki tena. Huko mtaani kumekuwa na msemo wanasema kwamba nimekusamehe lakini sitakusahau. Huo sio msamaha ambao mimi nataka kuuzungumzia. Sasa tuna aina mbili kuu za msamaha. Msamaha wa kwanza ni wa Mungu mwenyewe kwa wanadamu, lakini msamaha wa pili ni wa mwanadamu kwa mwanadamu. Sasa mimi nakwenda kuzungumzia kwenye kipengele hiki cha pili cha kusameheana sisi kwa sisi. Kwa kutangulia kusema, niseme maneno haya kwamba swala la kusamehe sio mpaka uombwe. Msamaha sio mpaka uombwe, msamaha ndio usamehe. Tunasamehe kwa kuwa ni jambo la lazima na ni wajibu wetu kufanya hivyo. Kwa maana nyingine, kusamehe ni kanuni ya Mungu mwenyewe. Kwa nini ni kanuni ya Mungu mwenyewe na kwa nini ni agizo la lazima? Ni kwa sababu tusiposamehe, hata sisi hatutaweza kusamehewa. Kwa hiyo ukiweza kusamehe, maana yake unaruhusu uwepo wa Mungu kufurika ndani yako. Lakini usiporuhusu kusamehe, maana yake utaendelea kubeba vinyongo, utaendelea kubeba visasi. Na tukumbuke miili hii tulio nayo, Biblia inasema ya kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu hakai maeneo ambayo yana vinyongo, maeneo ambayo yana visasi. Ndio maana inatulazimu kusamehe as soon as possible. Sasa nataka tuangalie kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 14. Mathayo sura ya 6 na mstari wa 14. Biblia inasema, kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mstari wa 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Sasa mmeona kile ambacho nilikuwa nawaambia kwamba swala la msamaha sio ishu ya hiari, ni ishu ya lazima ili uweze kuwa huru. Lakini jambo la pili ni hili kwamba tusiposamehe na sisi hatutasamehewa. Tukumbuke sisi wote tumesamehewa. Baada ya Yesu kwenda pale msalabani, dhambi zetu alizichukua, tukasamehewa bure.
hatukutoa chochote. Sasa leo hii kumekuwa na maridhiano ya namna ambayo kwa kweli siyo ya kimungu, kwamba ili ni kusamehe basi inakupasa kutoa faini, utoe 20,000, utoe mbuzi, utoe ng'ombe. Kwangu mimi siamini kama huo ni msamaha wa kweli. Msamaha wa kweli unatoka ndani na hauwi na masharti. Ni msamaha ambao ni huru, haufungamani na kitu chochote kile. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, ni muhimu kutambua jambo hilo. Lakini changamoto kubwa ambayo imekuwa pia inatukuta ni pale ambapo mtu anafika mahali anasema, no, wewe juzi ulinikosea, jana umenikosea, na leo tena umenikosea. Siwezi leo nikakusamehe. Kama ni kukuvumilia, nimekuvumilia, imetosha. Lakini ukisoma kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 19, inazungumzwa habari ya matunda ya Roho. Mojawapo ni uvumilivu. Sasa Paulo pia na yeye alikuwa na swali hilo kwa Bwana Yesu Kristo. Alifika mahala ikamchanganya, akahisa akasema, sasa mtu atakukosea mara ngapi ili uweze kumsamehe? Maana yake alijua ya kwamba msamaha una kikomo, lakini ninachotaka kukwambia ni kwamba msamaha hauna kikomo, na msamaha unaleta afya, msamaha unaleta amani, msamaha unaleta furaha, msamaha unatusaidia pia kutuondolea stresi, msongo wa mawazo. Watu wengi wamepata magonjwa kama pressure, wamepata magonjwa ya madonda ya tumbo kwa sababu tu walishindwa kuwasamehe ndugu zao. Waliwabeba vifuani mwao. Siku ya kwanza, mwezi, mwaka, miaka mitano, amembeba tu mtu, ameshindwa kuachilia. Sasa sikiliza Petro anavyoambiwa na Yesu hapa katika kitabu kile kile cha Mathayo sura ya 18 na mstari wa 21. Ninatamani Mungu akusaidie, akuumbie moyo wa kusamehe na kuachilia, hata kama utakuwa umekosewa kwa namna gani. Anasema hivi katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 18 na mstari wa 21. Biblia inasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Ukizidisha 7 mara 70 unapata ni 490. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba alimwambia hakuna namna yoyote ile ambayo au hakuna tuseme idadi ya mtu kumsamehe. Kusamehe ni kusamehe tu. Sasa unaona hapa anakuambia 7 mara 70. Sasa labda nikuulizwe ndugu yangu ambaye umeshindwa kusamehe na kuachilia, umeendelea kumbeba ndugu yako, umeendelea kumbeba mke wako, mume wako, watoto wako walikukosea, ukasema sitokuwasamehe mpaka naingia kaburini. Nataka nikwambie katika hali kama hiyo hutaweza kumuona Mungu. Hapa tunaambiwa ni 7 mara 70 kwa siku moja, 490. Sasa je, hao watu wameshaukosea kwa kiwango hicho ambacho huwezi kuwasamehe? Jibu ni hapana. Sasa msamaha unatuweka huru. Tukisha kwenda mbele za Mungu, Bwana, hebu tusamehe kwa 1, 2, 3. Mungu anatusamehe. Na wakati mwingine kuna mtu unaweza ukamkosea akakunyima msamaha. Umeenda mara ya kwanza, ndugu, nilikukosea, hebu naomba unisamehe. Mimi sitakusamehe. Nenda mbele za Mungu wako aliye hai, mwambie, Bwana, nimemkosea, nimekwenda kwake mara 2 mara 3, ameshindwa kunisamehe. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba msamaha. Mungu wetu atakuweka huru na amani ya Kristo itatawala ndani yako. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu kwamba hii hasira imetukosesha mambo mengi sana sana sana. Imetukosesha mambo mengi sana. Nimeandika kwamba eneo hili tumelichukulia kawaida na kwa mazoea sana, lakini haiwezekani kukutana na Mungu sawa sawa kama bado hujafunguliwa kwenye eneo hili. Sasa mtu atajiuliza tutafanyaje sasa katika eneo kama hili? Nataka nikwambia kwamba inawezekana. Ruhusu Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwamuzi, ambaye ndiye atakaye kuamulia ili akusaidie katika kipengele hiki. Sasa ili swala la kusamehe, watu wengi wameshindwa kusamehe kwa sababu ya hasira.
Na hasira ni kipengele kingine tena ambacho kimewafunga watu wengi na wameshindwa kusamehe kwa sababu hasira imepanda ndani yao. Sasa nataka tuende tuangalie kwa ufupi juu ya hasira, Biblia inasemaje. Tusome kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 26. Efeso sura ya 4 mstari wa 26, Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 26. Biblia inasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Hii nayo ni kanuni ya kimungu kwamba huwezi kuzuia hasira, lakini hasira isikufanye ukatenda dhambi. Lakini jambo muhimu pia la kuchukua hapa ni kwamba hasira mwisho wake ni siku moja. Yaani ikitokea kwamba mtu amekukosea, usije ukatunza ile hasira siku mbili. Biblia inasema kabla ya jua kuchwa hakikisha kwamba umesamehe. Unapoenda kulala hakikisha unalala huna mtu. Wakati mwingine watu wameshindwa kupata hata usingizi. Kwa nini? Ana watu wengi waliomkosea ndani ya siku ile. Sasa kila akiwakumbuka hasira inapanda na usingizi unakata. Lakini Kristo Yesu anatukumbusha kwamba lazima tuachilie kabla hatujaenda kulala. Ni kanuni ya kimungu kwamba wakati tunapoomba zile sala za usiku, basi tuwasamehe watu hawa na sisi tuweze kusamehewa. Hakuna namna tutavyokwenda mbele za Mungu kuomba msamaha na wakati sisi huku nyuma kuna watu ambao hatujawasamehe. Ili tuweze kusamehewa ni lazima na sisi huku nyuma waliotukosea tuweze kuwasamehe. Sasa kanuni ya kimungu tumeiona kwamba tusiende kulala na hasira. Na Biblia inasema katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 7 na mstari wa 9 kwamba hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Mhubiri 7:9 Biblia inasema hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Kwa hiyo wewe unayesafiri kwenda mbinguni, unayetaka amani ya moyo, unayetaka furaha, unayetaka kuishi maisha marefu bila kuwa na madonda ya tumbo, bila kuwa na msongo wa mawazo, bila kuwa na pressure, bila kuwa na shinikizo, si matatizo ya moyo, kipengele hiki ukiweza kufanikiwa, ujue umeweza kufanikiwa kuondoa magonjwa mengi sana. Yako magonjwa ambayo yamesababishwa kwa sababu ya watu kuwa na hasira. Wamebeba vinyongo, wamebeba vitu vya hovyo. Yaani hata wao binafsi hawana amani. Yaani uliyemkosea kule yeye ana furaha, ana amani, lakini wewe huku umefungwa. Shetani ameendelea kuweka kizingiti. Shetani ameendelea kuweka uzito, umeshindwa kusamehe na kuachilia. Ndugu yangu, nataka nikwambie Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kazi hiyo. Tunaweza tukasamehe na tukaachilia, inawezekana. Mtu mwingine anaweza kusema hilo jambo haliwezekani, lakini inawezekana. Kwa kumalizia, mtumishi wa Mungu, hebu nataka tukasome kitabu kile cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 13. Warumi sura ya 8 na mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Warumi sura ya 8 mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Nitasoma. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiifisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Miili hii tulio nayo, tukitaka tuishi mwilini, tumekufa. Lakini anatuagiza hapa mtumishi wa Mungu Paulo ya kwamba lazima miili hii tuifishe, ienende rohoni. Anasema ya kwamba tumeanza rohoni lakini tunakwenda kumaliza mwilini. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu yuko kukusaidia kuushinda mwili huu. Mwili ambao unachukua sehemu ya hasira, unachukua fitina, unachukua na vinyongo. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Ninatamani sana sana katika kipengele hiki umuombe Mungu akusaidie uweze kushinda hasira. Kwa kuwa hasira imewafanya watu wengi kushindwa kusamehe. Na kama tumeshindwa kusamehe, tujue pia Mungu wetu wa mbinguni naye hataweza kutusamehe. Sasa hii haijalishi umekosewa kiasi gani au kosa kubwa kiasi gani. Yesu alitemewa mate, alidhihakiwa na watu ambao wengine alikuwa akiwapa msaada, lakini hakuna hata mmoja Yesu aliyewahesabia hatia. Lakini badala yake Yesu alisema kwamba hawajui walitendalo, maana iko roho ya adui, iko roho ya ibilisi ndani yao inayowasukuma kutenda hayo wanayoyatenda. Mungu akubariki sana. Ninatamani siku moja nisikie unaniambia, mtumishi, hasira
ndani yangu imekata. Sasa nimekuwa mtu ambaye anayeweza kusamehe. Bye, Mungu akubariki. Usisahau kesho kwenda kanisani. Amen.